Mtazamaji wa Domeko TV, ni siku ya leo Jumanne na kuletea taarifa fupi ambayo inaelezea segmenti ambazo zilikuwa zikiendelea katika chuo chetu cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma. Kama ilivyo kawaida, chuoni kwetu kila siku kuna vipindi vya practical vya redio ambapo inaanza segment ya kipindi cha Morning Wave kinachokujia kila siku saa 12:30. Inafuatia segment ya Sports Ladder ambayo inakujia majira ya saa 2:30. Lakini leo katika kipindi chako pendwa cha Morning Wave ambacho kimeanza majira ya saa 12:30 kilikuwa na wachambuzi wako bora ambao wapo jikoni kujifua kwa ajili ya kuja kuwa bora zaidi baadaye. Kwenye kipindi cha Morning Wave kilichoongozwa na Rehema Kalebu kama mwongozaji mkuu akiwa na wachambuzi wake na watangazaji wengine kama Catherine Jafari pamoja na Christina Malimbo. Lakini hawakuishia hao tu, walikuwa pia na Sitra Ali ambaye yeye alihusika kusomea utabiri wa hali ya hewa. Lakini pia hao walishirikiana pia katika kusoma magazeti kurasa za mbele na za nyuma, ambacho katika kipindi chetu cha Morning Wave asubuhi kilikuwa ni kipindi kizuri, lakini kilikuwa ni kipindi ambacho kimekosa utulivu katika baadhi ya maeneo. Ukianzia kwenye background ya redio ilikuwa ni ipo juu, lakini pia kwenye kusoma magazeti walikuwa wamesoma magazeti, lakini kitu wanachotakiwa kufanya ni kukaa kabla ya kuingia kwenye redioni, wanabidi wakae masaa mawili kabla wakutane wajikumbushie kile ambacho wanaenda kujadili. Hicho ndio kitu ambacho kimepelekea kinapelekea kipindi kuwa kizuri. Lakini tukirejea katika segment yao, walikuwa wameandaa mada moja ambayo ilikuwa ni mada nzuri sana ina entertain na jamii yetu ya sasa. Ukiangalia katika mada iliyochagua kwamba ni kwa nini maisha yanakuwa magumu wakati wa mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ni mwezi ambao unakuwa una mambo mengi kama wenyewe baadhi yao walivyozungumzia kwenye kipindi. Ni mwezi ambao unakuwa una purukushani nyingi, mwezi ambao unakuwa watu wanatakiwa kulipa ada, wale ambao wanasomesha, watu ambao wana majukumu mengi, ambapo wanakuwa wametoka kutumia pesa nyingi wakati wa sikukuu. Lakini kitu ambacho nimekipenda kwenye kipindi cha Morning Wave, jinsi walivyo entertain na jamii, kwamba waliasa jamii kwamba unapofika mwezi wa 12, mwezi wa sikukuu kuelekea mwezi wa kwanza, wanatakiwa waandae, yani waweke akiba ambayo wanajua ikifika mwezi wa kwanza wataweza kuitumia katika kukizi mambo yale ya muhimu, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba mwezi wa kwanza ni mwezi ambao watu wanakuwa ratiba kweli zipo nyingi, vichwa vinakuwa vina mambo mengi. Mwanafunzi anatakiwa aende shule, kuna mwingine unatakiwa ulipe kodi ya nyumba, kuna majukumu pia ya hapa na pale nyumbani ambayo yanahitaji fedha. Kwa hiyo kama ukiwa umeshindwa ku maintain hivyo kwa mwezi uliopita, hapo maisha yanakuwa ni magumu sana kwa ule mwezi wa kwanza. Lakini jinsi watangazaji wetu wa kipindi cha Morning Wave leo walivyowasilisha mada yao, wamejitahidi sana kuilenga jamii na wamejitahidi pia kuielimisha jamii kwamba wanatakiwa wafanye kitu gani ili jamii yetu iweze, mwezi wa kwanza uondoke, wewe kama tunasema mwezi wa kwanza ni mgumu, ule ugumu utoke, maisha yaweze kuwa ya kawaida. Lakini yote inatokana kwamba ni miezi ambayo inakuwa tumetoka kwenye sikukuu nyingi, kwamba Krismasi, mwaka mpya, sherehe za hapa na pale. Lakini pia kwenye kipindi chetu cha Morning Wave walikosa kuwepo na expert, kwa sababu tunaamini kwamba ili kipindi kiwe bora lazima kama tunazungumzia mada fulani, lazima tumtafute mtaalamu ambaye anahusika na ile mada kwa ajili ya kuja kuendelea kutoa maelezo ambayo ya kiutaalamu zaidi. Lakini walichokifanya wao hawajakuwa na expert, kwa hiyo imepelekea kwamba kipindi kinakuwa ni kibovu. Lakini ukiangalia tena kitu ambacho wamekikosa ni tunategemea kwamba katika kipindi cha Morning Wave kwamba kuwepo na kero za mtaani, kwamba tusikie jamii inalalamika kuhusu jambo fulani,
jamii inalalamikia kuhusu kitu fulani, kwamba ili ikija kuna baadhi wengine wasikilizaji wanasikiliza redio, kwa hiyo ukiwaletea kwamba wakishajua mtaa fulani kuna jambo moja na mbili linaendelea, hii inakuwa ni rahisi na ni nyepesi kwamba kwa jamii nyingine kubadilika na kuchagua kitu cha kufanya. Lakini katika kitu kingine kwenye upande wa kipindi cha Morning Wave, kitu ambacho inatakiwa kifanyike kwamba ili watu vipindi viweze kuwa bora, kwa sababu sisi ni wanafunzi na wanafanya kipindi pia, yani sisi ni wanafunzi wote tupo katika lengo la kujenga ili tuweze kuwa bora. Sasa kitu ambacho tunataka tufanye, kuna siku moja madam alishauri kitu kizuri kwamba kabla haujaingia kufanya kipindi inabidi mkutane, muandae mada siku moja kabla ya kuwasilisha tukio lenu, ya kuwasilisha kipindi chenu. Baada ya pale mwende mkakae mnajadili, kila mtu anajua kitu ambacho anakuja kuzungumza. Lakini sasa kitu ambacho sisi tunakikosa kama wanafunzi ni kwamba tunayapuuzia yale na kufanya kwamba tunakutana asubuhi, tunajua kwamba mimi nipo kwenye redio, huyu yupo kwenye redio, kesho tunakutana asubuhi, bwana wewe segment yako hii, segment yako hii, segment yako hii, tunaingia redio. Lakini hicho ni kitu ambacho si sawa. Ukitazama media kubwa ambazo zimeendelea, redio nyingine kama tunazungumzia Clown FM, Bongo FM na redio nyingine nyingi, wanachokifanya wale mpaka watu wanakuwa, mtu anavutiwa kusikiliza, ni kwamba wana ile commitment kwamba tufanye kitu fulani, wanakuwa na ndamba kazi. Lakini sisi ni kitu ambacho tumekuwa tunakikosa kwenye vipindi vyetu, na ndio maana kuna muda kila siku tunakuwa tunatoa comment za kujirudia. Lakini kingine pia ni swala la kuwahi, yani swala la kuwahi, kwa sababu kama itatokea unajua kabisa kama nina kipindi saa 12:30 redioni, nikawahi kwenye kipindi changu kwa muda mwafaka, itakusaidia. Yani ukisaidia kufika pale hata lisali moja kabla ya muda wa kipindi, nitakumbushia yale ambayo mmeandaa, kila mtu anayo. Kama kuna sehemu ya kukosoana, mtakosoana, ili mnapoingia redioni mnaenda kufanya kipindi kinakuwa bora. Lakini katika segment ambayo ilifuata majira ya saa 2:30 ilikuwa ni segment ya Sports Radar, ambayo iliongozwa na mwanadada mahiri sana kwenye soka kwa hapa chuoni. Kwangu mimi namchukulia kama role model wangu, ambacho kipindi hichi kiliongozwa na Teddy Faustin. Yeye anapenda kujiita Teddy Tedinho, kiungo wa Kibrazili, lakini pia hakuwa peke yake, alikuwa na wachambuzi wa zamu, Johannes Jafes, Big Joe, alikuwa pia Michael, lakini alihusika pia Rashid Omar, lakini bila kumsahau Karol Alfred, mwamba kabisa huyu wa kijana wa Arsenal. Lakini sasa jinsi walivyofungua kipindi chao ilikuwa ni si kama au akitazamiki kama kipindi cha michezo, kwa sababu tunategemea kwamba kipindi cha michezo ni kipindi ambacho kimekuwa kinachangamka, yani kwamba mtu anafeel kweli ni kipindi cha michezo. Lakini wenyewe leo jinsi walivyofungua kipindi ilikuwa ni akijakuwa na mvuto. Ukija kwa upande wa role model wangu Teddy Tedinho, kiungo wa Kibrazili, kipindi anafungua kipindi chake alikuwa ni kama ana kitete fulani. Kwa sasa nahisi kwa sababu hiyo yote ilikuwa kutokana na muda, labda na maandalizi ambayo kutokana na muda kuwepo nje ya muda, kuchelewa kufika kwenye kipindi. Hiyo inapelekea kabisa kwamba mtu anayesikiliza redio nyumbani, mtaani, barabarani, anajua sasa huyu mtangazaji hapa amechelewa, yani ametoka. Kuna mtu anaingia sehemu kama bado una hema kwamba mtu anajua huyu kweli kachelewa kufika eneo la tukio. Lakini pia kwa jinsi baada ya hapo kufungua kipindi kilivyoendelea kwenye kutambulisha segment, kitu ambacho anatakiwa akifanyie mazoezi ili endelee kuwa bora zaidi ya hapa alipo ni kwenye upande mzima wa kuwa na matamshi sahihi. Matamshi sahihi kwa nini? Tazama jinsi kuna muda alikuwa anatambulisha segment ambazo zilizopo na kutaja timu. Kuna muda alikosea katika kutaja neno la timu ya Mtibwa Sugar, alikosea katika matamshi. Kwa kitu ambacho anatakiwa endelee kufanya ili aweze kuwa bora, anatakiwa azingatie pia upande wa matamshi. Lakini nikienda kwa upande wa wachambuzi wake ambao walikuwa nao, nikienda kwa Johannes Jafes ambaye ni mchambuzi, kitu ambacho anatakiwa kifanye, yeye tunajua ametoka nje ya mkoa,
lafuzi, bado ana lafuzi ya kwao, kwa anatakiwa aendelee ku maintain ili aendelee kufanya mazoezi. Kitu kingine kwa upande wa Rashidi akiwa kwenye kipindi anajaribu kukopi sauti. Hicho ni kitu ambacho si sawa. Unabidi umaintain sauti yako, ukubali kama mimi sauti yangu, uendelee kupractice sauti yako ili uweze kuwa bora. Kwa upande wangu kwenye kipindi cha michezo, kitu ambacho wanakikosa ni wanatakiwa kwanza, pia wanapofanya kipindi wasishtuane tu kwamba twende tukafanye kipindi, inabidi wakae chini pia waendelee kama tulivyokuwa kwenye upande wa Morning Wave, wakae wajadiliane mada zene, wafanye kipindi. Kingine kwa wachambuzi wa zamu walioko zamu leo na wachambuzi ambao wapo chuoni, wanatakiwa wewe wanafuatilia kweli kitu, na kwenye michezo tunaamini kwamba sio unaenda kumpa mtu matokeo. Kwenye michezo unatakiwa ukampe mtu details za kuelewa, kwa sababu kama ni matokeo, hata mtu mtaani kule kwenye kijiji cha kawa ameangalia mpira anajua matokeo. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa wafanye wawe na more details za kuwapa wasikilizaji wao ambao wanawasikiliza. Kwa upande wangu yalikuwa ni hayo tu, na huu ndo mwisho wa taarifa yetu fupi kuhusu kipindi cha leo. Ulikuwa nami Dominic Msemwa wa Domeko TV.